Unasikia? Unasikia last game? Unasikia last game ilikuwa 6 months ago. Unasikia 3 months ago. Imagine wako kwa hii nyumba, bwana yuko na room yake, bibi yuko na room yake, watoto pia wako hapa kwa room yao. Sasa nikishajua hapo, najua sasa hapo ndio kuna shida. Na hiyo shida lazima sasa tutatue. Kwa sababu wewe bibi, wakati ulitoka kwako, ni kazi gani ulikuwa unaenda kufanya? Ha? Na wewe bwana, ndio ukatane na huyu mrembo na akakupendeza na ukamwambia come we stay. Ulikuwa unamuita kwa kazi gani? Ulikuwa unamuita kwa kazi gani? Sasa kama wewe ni mwanamke, lazima utimize tu ile ilikuleta kwa huyo mzee. Na mzee pia akutumizie tu ile ilikuleta hapo. Kwa sababu once kama amfunika, kama amkutani kwa kimwili, wacha tuongee ukweli, hakuna mtoto hapa. Hakuna mapenzi hapo na pesa itakuwa. Kwa sababu wewe bibi ukinyima bwana hata pesa chakula hutaona. Hutaona. Na bwana akienda huko nje. Bwana akienda huko nje, apate kare sebo, kare nyabu, Burunji, mwenye anapigwa magoti, wewe utatupwa hapo kando, hata kuona. Na pesa yote atakuwa anapeleka huko nje. Kwa hivyo, bibi lazima mpatie bwana heshima. Bwana akiingia lazima ujue mzee ameingia, anasikia njaa, acha nimtengenezee kauji, kwa sababu hata pia hiyo kazi lazima tu ashibe ndiye afanye. Lakini ukimwacha hapo na njaa, naenda mahali akaribishwe, si ataenda. Na wewe bwana pia lazima ujue tu, wewe bwana pia lazima ujue umeoa bibi na watoto, lazima wewe pia uchukue jukumu ya nyumba yako. Kwa maana saa zile jukumu umewacha jukumu, bibi aenda aonje nje. Si mnasikia kitu ya nje ni tamu? Ama msikiagi? Hiyo nyumba itabomoka na hiyo nyumba itaharibika kabisa. Kwa hivyo naomba mabibi na mabwana, kila mtu angalie jukumu yake. Haya, namba 2. Nilikuwa nikitaka kusema tu ziara ya serikali. Kwa sababu serikali inafanya vitu mingi sana na wengi hawajui. Tuko na pesa ya CDF. Hii pesa wenye wanaenda shule, wenye wamekosa karo, serikali inatoa. Hata juzi tulipeana forms mingi. Belezana hapa, wengine tutatoka hapa tukarudia ile kitu tulifanya. Today being a woman, Proverbs 31 inaniambia huyo mwanamke ako hapo. Nimesikia mnalalamika ati wanaume hawaoni sijui your thighs sijui nini. Tutoke hapo. Wewe wakati umeolewa, it is your duty to make that home. Mwanamke wa Proverbs 31, Mungu pale anasema huyu mwanamke anaamka anaenda anatafuta chakula chake. Huyu mwanamke anashonea watu wake nguo. Huyu mwanamke anajenga boma yake na mikono ya? Kwani huyo Mungu hakukumbuka kulikuwa na wanaume? Kwani mwanaume wa Proverbs 31 alikuwa wapi? Na sijasikia akiniambia. Mimi nimeolewa. Na nimeolewa na mume mzuri sana, lakini wacha nikwambie, singoji yangi yeye nimwambie nataka pesa ya maziwa. Tafuta. Na wengine wenu mko hapa sababu mlifanya vitu vya ajabu, sababu hamkupewa pesa pale kwa boma. Itakuwa makosa. Na leo wanaume mtatusamea. Si mmesikia vile hapa mnaanikwa vitu vingine haviendi vizuri, lakini nyinyi tunawapenda, ni watu wetu. Wewe kama ulikuja hapa sababu uliiba. Wewe kama ulikuja hapa sababu uliua. Wewe kama ulikuja hapa kwa sababu ulifanya vitu kama madawa. Ni leo. It is today you are going to decide that when I come out of here, sitaki kujua nitarudi shule nikiwa miaka ngapi. Sitaki kujua nitaanzia wapi. Lakini nikitoka hapa mimi nitasimamia maisha yangu.
na sitarudia vile nilifanya. Wengi wenu mko hapa sababu ya hasira. Wewe ulienda kwa mtu, ukaona mtoto wake, mkapendana, ukaitisha pesa, as if ni yako. Ukanyimwa na ukaamua utauana. Sitaki kujua ni nani, lakini ukitoka hapa uamue kwa kichwa chako, mimi nitatoka hapa nitatengeneza pesa yangu. Na wacha nikwambie, hiyo Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kwa hivyo hata ukitoka hapa na uende uanze kuosha choo, ile choo ya 10 bob ya county council, na umuamini Mungu, hii magoti hii, Mungu atakuinua. Mungu atakuinua. Kwa hivyo mimi ombi langu kwenu leo, wewe kama uko hapa gerezani, najua kuna wale wako hapa kwa sababu walikuja hapa kimakosa. Najua hapa kuna watu kichwa zenu ni mbaya kabisa. Umeshaamua nikitoka hapa vile huyu alinileta hapa ataniona. Haitakupeleka mahali, itakurudisha hapa. Utakuja ukutane na Jacqueline akupatie room. Utaamua kile kilinileta hapa. Today is International Day for the Women. You are a woman. You are a special person. Wacha niwaambie, hawa wanaume mnawaona wote hawa, Mungu aliwaumba kutoka huku kwa mchanga. Lakini sisi alilalisha wao akatutoa kwao. Ni ukweli ama si ukweli? So we are very special. Na tukiwa special hivyo ndio hivyo tuko dangerous. Mlipowekwa huko Eden mlikaa huko bila shida, lakini wakati tulifika tuliwalisha vitu mbaya. Ndio hivyo tunafanyanga mpaka wa leo. It is the choice you are going to make. Na ninataka kusema hivyo nikisema mwanamke aliumbwa na Mungu a special being. Hao wanaume, wacha niwaambie wale wanaume mko hapa, hakuna kitu dangerous hii duniani kama mwanamke. Yes. Leo nikikudanganya, leo ni tarehe ngapi? Tarehe 8 mwezi wa 3. Na uniulize 10 years ago, hiyo uongo itaenda vile ilienda that 10 years back. Huyo ni mwanamke. Mwanamke ako na akili ambayo unaweza weka pesa hapa na achukue, umuulize pesa ilikuwa hapa, ilienda wapi? Nilinunua mboga. 5 years later, ile pesa ilikuanga pale juu ya kabati, nilikuulizanga ilienda wapi? Ulisema ilienda wapi? Si nilikwambia nilinunua mboga. Mwanaume akichukua hiyo pesa, atakwambia nilinunua mboga. 5 years later, si tulienda kukunywa na fulani. Hawezi. Na hivyo ndio mumeumbwa. Na kwa sababu si tumeumbwa hivyo, saa ingine mtuele, wewe being the woman, the choice you make today. Na tafadhali nyi wasichana, ona vile mko warembo. Na pia kuwa gerezani sio kufa. It is life, na hii maisha ni mrefu zaidi. So you are here for such a time as this, like Esther being in the royal house. Wewe ukitoka hapa, yule mtu atakutana naye, kazi yako itakuwa kumwambia, tafadhali mtoto wangu usiende jela. Jela kuko hivi na kuko hivi na kuko hivi. Kwa hivyo kwa wakati huu ambao uko hapa, ujifunze kwa nini uko hapa. Kwa wakati huu ambao uko hapa, mikono yako iweze kufundishwa kiti. Our officer, they are very friendly. Sisi wengine tuko 55 years. Tunajua prison za zamani zilikuanga aje. Waacha huku mnapikiwa ati mnajipaka lipstick. Hey. Za zamani hata kuoga ilikuanga problem. Maji hakuna. So ukiwa hapa, kama wanafundishana tailoring, tafadhali jifunze, utoke ununue cherehani. Kama uko hapa wanafundishana, hata wakifundishana mjengo, wewe ingia tu. Pesa si ni pesa, kwani imeandikwa nimetoka kwa mjengo. Na usitake ati Mungu anakupeleka hivi, usitake ati kwa sababu Ruth ni director, anza hapa. Na hii maisha ni mrefu sana. Kwanza nyinyi ni wasichana wadogo, na vile mko warembo hivyo, mkitoka hapo nje ni chap, mmepata hawa mabwana. Ukipata yeye, weka hapa tu vizuri, usiue na usiongeleshe mbaya. Bwana asifiwe. Because a woman is a very special being.
and a woman has the power. Enda msome Proverbs 31. Hiyo power uko nayo itumie vizuri. Na wacha nikwambia hawa wanaume wanagurumanga buri. Ukisha submit na weke yeye hapa, atakuwa anakuuliza mama, leo pesa ndio hii yote ya mshahara tunafanyia nini? Leo kuna kulwa nini? Na ukitii unasikia watu wao wanaanza kusema huyu amekaliwa na bibi kabi. Na akikaliwa si yeye alikubali kukaliwa. Maisha inaso. Tusiue na tusirudie. Mimi today International Women's Day. Nataka muamue kilicho kuleta hapa. Ukitoka nje hautawahi rudia na hautawahi rudi Lang'ata. Na ukitoka nje you will never be the same. Bwana awabariki, awatie nguvu na nawapenda sana. Jacqueline nitakuwa